7:19 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Qur'ani inasema jua ya kwamba nini? Hakuna abuduye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Twende. Naomba msamaha kwa dhambi zako. Kumbe Muhammad na nini? Ana dhambi. Na Yesu ni mwenye haki. Muhammad ana dhambi. Yesu ni mwenye haki. Sasa kati ya mwenye haki na mwenye dhambi nani atasaidia mwingine? Mwenye haki. Unaona Biblia inasema Yesu ni mwenye haki. Na ndiye anapatanisha dhambi za ulimwengu wote. Na ndiye atakaye hukumu. Nasaidia wa Filipi 2:9. Inasema amekiribiwa jina lipitalo kila jina. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Inasema hivi katika 2:9 kitabu ni cha Wafilipi. Biblia inasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu. Rudia tena. Ili kwa jina la Yesu. Rudia tena. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Wewe goti la Waisraeli. Kila goti lipigwe. Hata Waislamu watapiga magoti mbele za nani? Mbele za Yesu Kristo. Sasa umfuate umuache ambaye utampigia magoti, umfuate Muhammad atakayepiga magoti na wewe? Haiwezekani. Msomaji, mwalimu, Qur'ani 10:102. 10:102 kitabu ni cha Qur'ani. Yaani ukiona mtu anafuata Muhammad hajamuelewa na hajasoma. Kwanza saa hii sijaongelea nani alimtuma. Na ngoja tu aguze tu. Unajua Qur'ani inasema Mungu katuma yeye, Mungu katuma yeye. Hayo maneno si Mungu anasema. Nitawaonyesha. Mwenye anasema Muhammad alitumwa na Mungu. Mungu hajawahi sema mimi nimetuma Muhammad, hakuna mahali. Ni Muhammad anasema mimi ni nabii wa Mungu, anajisemea, na wengine nitawaonyesha. Soma hiyo. Inasemaje? Asiwangoja jingine. Ndio. Ile kuatia mfano wa siku za adhabu. Kumbe watu wanangoja kuwajia siku za nini? Za adhabu. Siku za nini? Za adhabu. Nilizowafika watu waliopita kabla yao. Ndio. Sema. Asingojeeni. Mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Kumbe Muhammad anasema kuna watu wanangoja adhabu na yeye ako pamoja nao katika kungoja nini? Adhabu. Sasa mwenye anangoja adhabu utamfuataje? Haiwezekani. Utamfuataje? Haiwezekani. Msomaji, mwalimu, sasa kitu kingine naomba unisaidie Qur'ani 90:1. 90. Muhammad hawezi akafuatwa, hana faida. Leteni faida yake, sio kusema ati ametumwa kwa ulimwengu mzima atusaidie na nini? Unasema tu ametumwa. Atusaidieje? Faida yake gani? Soma hiyo. 90 mstari wa kwanza. 80 mstari wa kwanza. Inasema hivi. Katika 81 kitabu cha Qur'ani. Sura Abasa inasema alikuja mtume paji na kugeuza uso. Kwa nini? Kwa sababu alimtia kipofu. Kumbe kipofu alienda kwa mtume. Mtume akafunga nini? Akakuja huyu akamkunjia uso, akakasirika. Sasa kama hajasaidia kipofu wakati yeye ako duniani, sasa tutamfuata atusaidie nini? Kuna kipofu alienda kwa Yesu akatoka akiwa kipofu? Hakuna. Msomaji, mwalimu, 20:32 kitabu cha Mathayo. 20:32 kitabu ni cha Mathayo. Yesu ana faida, afuatwe. Muhammad hana faida, wachaneni na yeye. Mungu hajamtuma, ni yeye tu anasema nimetumwa na Mungu. Soma hiyo. Inasemaje? Mkutano wakamkaribia wanyamaze. Ndio. Lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema. Wakisemaje? Uturehemu Bwana mwana wa Daudi. Uturehemu Bwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akasema, ndio, mnataka niwafanyie nini? Akamwambia, Bwana, nataka macho yetu yafumbuliwe. Maliza. Yesu akawahurumia. Rudia tena. Yesu akawahurumia. Kumbe Yesu alihurumia vipofu. Muhammad anakuja uso. Yesu akahurumia vipofu. Maliza. Akawagusa macho yao. Wakafanyaje? Mara wakapata kuona. Kwa hivyo ukimwambia kipofu aende kwa Yesu, atafanyaje? Ataona. Akienda kwa Muhammad atakasirikiwa. Atakujua uso. Sasa utamfuataje? Msomaji, mwalimu, Yesu ana faida, si ndio? Ndio. Yesu ana faida. Na ndio naona wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, nisaidie 12:19 Yohana Injili, ulimwengu wote ulimfuata Yesu. Lakini Muhammad alipokuwa hapa duniani, hakuna ulimwengu ulifuata yeye, ni Waarabu tu.
ni Waarabu peke yake. Soma hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 4:19, 12:19 Yohana. Inasema hivi katika 12:19 kitabu ni cha Yohana. Iko hapo mwalimu, inasema hivi. Inasemaje? Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao. Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao. Mwaona kwamba habai neno lolote. Tazameni. Ulimwengu. Rudia tena. Ulimwengu. Rudia tena. Ulimwengu. Rudia tena. Ulimwengu umekwenda nyuma yake. Kumbe Yesu alifuatwa na ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima. Alifuatwa na ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima. Lakini Muhammad akiwa hai, kuna ulimwengu ulimfuata? Hakuna. Si ni Waarabu peke yao? Peke yao. Sawa, ndio wamedanganyika hawa watu wa Kongo hawa, wakaenda kwa Muhammad. Hiyo ni kosa la jinai. Tokeni huko kabla mlango wa rehema hujafungwa mkafukiwa nje. Msomaji, mwalimu, 14:6 Yohana. Inasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hivyo ukitaka kwenda kwa uzima unapita kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Mtume Muhammad akitaka uzima anapita kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Hao wakitaka uzima wanapita kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Sasa mtamwacha yule ambaye ni njia alafu mfuate yule mnapita naye? Haiwezekani. Inawezekanaje? Haiwezekani. Inawezekanaje? Haiwezekani. Haiwezekani. 52:31 Qur'ani. 52:31 kitabu ni cha Qur'ani. Tupe habari. Inasema hivi. Inasemaje? 52:31 Qur'ani. Inasemaje? Qur'ani inasema hivi. Ndio. 52:31 niko hapo. 52:31 kitabu ni cha Qur'ani. Sema Muhammad, ngojeeni na mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Maliza. Sifi mimi tu peke yangu. Maliza. Nanyi mtakufa vile vile. Kumbe Muhammad alikufa. Na sasa hivi tunaongea ako kwa kaburi. Muhammad alikufa na ako kwa kaburi. Nisaidie Yohana 1:17. Yohana 1. Ufunuo wa Yohana. Nilipomwona nikaanguka miguuni pake. Akaweka mkono wake kuume juu yangu. Akaniambia usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Maliza. Aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa. Maliza. Natazama ni hai. Hata milele na milele. Na sasa tunaongea Muhammad yako kaburini. Yesu yuko hai. Sasa wewe utachagua aliye kaburini na aliye hai, utafuata nani? Mungu awabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tupo. Yesu. Nisiweke msosi ndani viungo vingi. Yaani msosi ukiweka viungo vingi inaharibika. Mwenye akili amesikia. Na mzee unaona anagusa kofia sema huyu bwana huyu. Tuambie Mungu ampe maisha. Tuweke mkono juu, wanakubali pamoja na mimi. Mungu amzidishie maisha. Mpaka mwenyekiti mwenza anatingiza kitu sema huyu bwana huyu hatari. Anakanyaga vitu. Basi tumwachie mzee asimamishe mwenye mhubiri ili aweze kupata ile dakika 10 za summarize, wala akuje afanye reaction katika lugha yetu ya Kifaransa. Karibu. Kwanza kitu cha kwanza hoja nilizoweka hapa na nikazijenga, mwalimu wa Kiislamu zimemlemea kuzivunja, na badala ya kuvunja ajibu kile nilichohoji. Kwa mfano, sikiliza, mimi nilihoji ya kwamba Mtume Muhammad anasema Yesu ndiye atakaye kuja kuhukumu na Muhammad atahukumiwa na Yesu. Sasa yeye alipokuja hapa, hiyo hajaguza. Unaona hajaguza. Kile ambacho ameongelea ni ya kwamba Yesu anakuja kuvunja misalaba na kuua nguruwe, lakini kuhukumu ameiacha hivyo. Kwa hivyo hajavunja Yesu hata hukumu. Kile amesema atavunja misalaba na ataua nguruwe.
Ule mwenyekiti akaambia watu wanaokula nguruwe wachukue mkono juu, na hajatoa andiko katika Biblia Wakristo wanaruhusiwa ama wameambiwa wakule nguruwe. Mimi natoa andiko kwa Qur'ani, Waislamu wale nguruwe na wapa andiko. Naitoa haya, andika Qur'ani 2:173 kitabu ni cha Qur'ani. Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani mnafaa kula nguruwe, lakini si nyingi, kidogo. Soma hiyo. Inasema katika 2:173 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Yeye amekuharamishia mzoga tu. Ndio. Na damu. Na nyama ya nguruwe. Maliza. Kilichochinjiwa katika kuchinjwa kwake, jina lake asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Maliza. Lakini aliyepikiwa na madhara, aliyofikiwa na dharura, ya kula vitu hivi kama nguruwe bila kutamani wala kupita kiasi, yeye hana dhambi. Kwa hivyo Muislamu akila nguruwe na asipitishe kiasi, hana nini? Hana dhambi. Kwa hivyo Waislamu wanafaa kula nini? Wakule nguruwe. Wasipitishe nini? Wasipitishe kiasi. Sio ni haya nimekupea? Ndio mwalimu. Alafu akaja akasema sisi tunakufa tunafuata Muhammad. Kwani Muhammad ndiye wa kwanza kukufa? Hili Muhammad ndiye wa kwanza kukufa? Si Muhammad amekufa akafuata wengine. Ndio. Na sisi tunakufa tunaingia kwa kaburi. Sasa hoja yetu ni gani sasa msomaji? Mwalimu. Si tunakufa? Ndio. Si Waislamu wanakufa? Ndio. Nisaidie Yohana 11:26. 11:26. Nyinyi mnaofuata Muhammad tutawaacha huko kwa kaburi mkiwa na Muhammad. Sisi Yesu atatufufua. Soma hiyo. Inasema hivi 11:26. Ndio. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Maliza. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo. Na uzima. Yeye aniaminie mimi, yule anayemwamini Yesu ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio hoja. Mimi natamani mtoe andiko mwenye na mwamini Muhammad hata kama atakufa atakuwa anaishi. Toeni hiyo kunyesha mvua makunguru. Kuna msomaji? Mwalimu. 6:39 Yohana. 6:39 kitabu ni cha Yohana. Soma. Inasema hivi katika 6:39. Yohana Injili. Yesu akajibu akawaambia, ndio kazi ya Mungu. Mwamini yeye aliyenituma. Inasema hivi. Ndio. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya. Yule aliyemtuma Yesu mapenzi yake ni haya. Na kwamba katika wote ulionipa, wote ambaye Yesu alipewa, nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna yeyote anafuata Yesu atakayepotea. Wote watafufuliwa siku ya mwisho. Watakaofuata Muhammad, nani atawafufua sasa? Si mnaona vile mko kwa adha? Alafu mama nyinyi mnakaa hapo mnategemea. Msemaji alafu akakuja akasema pembezoni nimetoa aya Muhammad ametumwa Maka na pembezoni. Sasa nauliza katika Qur'ani walio pembezoni mwa Maka ni akina nani? Msemaji? Mwalimu. 9:101 Qur'ani. 9:101 kitabu ni cha Qur'ani. Walio pembezoni mwa Maka ni nani? Soma hiyo. Inasema hivi katika 9:101 kitabu ni cha Qur'ani. Soma. Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? 9:101. Ndio. Inasema hivi. Na katika mabedui wanaokaa pembezoni mwenu katika vitongoji vya Kiarabu. Ndio. Yenu hapa Madina. Kumbe kitongoji ama walio vitongojini vya Maka ni wapi? Madina. Si hapa Kongo. Ni wapi? Ni Madina. Ni Madina. Ndio. Ndio. Sasa nipe Qur'ani tafsiri ya chapa ya 8 ya Farsi. Chapa ya 8. Ukurasa wa 797. Alafu nisomee kwa kichwa tu. Soma hiyo tusikie. Inasema hivi. Ndio.
inasema athari ya uchawi juu ya Mtume Muhammad. Kumbe Mtume Muhammad ameadhirika na nini? Na uchawi. Kumbe Muhammad amerogwa. Kumbe Muhammad amerogwa. Kumbe Waislamu wanafuata mtume aliyerogwa. Kama wewe ni mrogi wa Yesu tuone. Muhammad anaoa. Waislamu wanafuata mtume aliyefanyaje? Aliyerogwa. Naomba dakika mtakapokuja mseme Muhammad hakuoa hapa. Na mniambie katika manabii wa Mungu ni nabii yupi aliyeoa? Msomaji, mwalimu, Ulimwengu wa Majini ukurasa wa 10. Ulimwengu wa Majini ukurasa wa 10. Twende. Ndugu msomaji, twende. Ni kosa kupinga kuwepo kwa uchawi. Ni kosa kupinga kuwepo kwa uchawi. Yaani uchawi jambo ambalo lipo tangu kale. Maliza. Kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani. Maliza. Na isitoshe hata mtume wetu Muhammad, rudia tena, hata mtume wetu Muhammad amerogwa. Kumbe Muhammad amerogwa. Yaani Waislamu mimi nimuache Yesu nikuje nifuate Muhammad aliyerogwa? Haiwezekani. Abadani iwezekani. Mimi nawaomba tu kwa uzuri, tokeni huko mje kwa Yesu mpate raha, maana atawavuvua siku ya mwisho. Msomaji, mwalimu, kitu kile Muhammad alifanya. Ndio. Hebu nisaidie kwanza 19:13 Mathayo. 19:13 kitabu ni cha Mathayo. Maliza. Biblia inasema hivi. 19:13 kitabu ni cha Mathayo. Maliza. Niko hapo mwalimu. Inasema hivi 19:13. Ndipo akaleta watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuombea. Kumbe Yesu alikuwa anapelekea watoto, anawawekea mikono, alafu anafanyaje? Anawaombea. Kumbe Yesu alikuwa anawaombea watoto. Sasa naomba unisaidie Aluru Al-Marijani ukurasa wa 844. Ukurasa iko pale juu. 844. Inasema hivi, inasemaje? Ukurasa wa 844. Ndio. Niko hapo. Hadithi yake iko hapo chini, soma. 844. Hadithi ya Aisha radhiallahu anhu. Ndio. Amesemaje? Alinioa Mtume Muhammad. Soma vizuri. Anasema alinioa Mtume. Alinioa Mtume nikiwa binti wa miaka 6. Nikiwa binti wa miaka 6. Kumbe mke wa Muhammad anaitwa Aisha. Alimuoa miaka gani? Miaka 6. Unaona hao mama ambao wamekaa hapa, enda uchukue mtoto wao wa miaka 6 uoe, uone kama hawataenda polisi hawa. Sasa Mtume alichukua mtoto wenyewe akiwa na miaka 6 akaoa. Sasa mtoto wa miaka 6 ni bibi. Alafu niambie Mtume anayeoa mtoto wa miaka 6 ati mimi nimfuate? Inawezekana? Haiwezekani. Inawezekana? Haiwezekani. Kumi anasema mwivi haji ila aibe. Achinje auwe na kuharibu. Mimi nilikuja ili muwe na uzima, kisha muwe na upele. Kumbe Yesu alikuja watu wawe na nini? Na uzima. Yesu alikuja watu wawe na nini? Na uzima. Sasa tuulize Muhammad, wewe Muhammad, nini kilikuleta duniani? 61:9 Qur'ani. 61:9 kitabu cha Qur'ani. Soma tusikie. Nasema hivi, katika 61:9 kitabu cha Qur'ani. Maliza. Ndiye aliyemtuma, aliyemleta nani? Mtume wake Nabii Muhammad kwa uongofu na kwa dini ya haki, ili kufanya ishinde dini zote. Kumbe Muhammad alikuja kushindana, alikuja competition, alikuja kushindana. Yesu alikuja watu wawe na uzima. Sasa utafuata mwenye kushindana ama mwenye uzima? Mwenye uzima. Utafuata mwenye kushindana ama mwenye uzima? Mwenye uzima. Yesu ndiye njia, Israeli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen.